Kaka, mimi nimekuja. Ndio. Ujaji wangu na shida, nilikuwa naomba kakaangu nisaidie. Maana nyumbani toka juzi, jana tuseme mwenye nyumba amekuja, mimi uko mlangoni, yani toka jana nimelala kwa jirani. Yaani amekuja tu msichana ambaye tunaojuana, nimelala kwake. Hivi unavyoniona mimi kwangu toka jana sijalala. Sijui watoto kwa naishije wala vipi. Sasa dada, umekuja na spidi kali namna hiyo. Kweli dadangu, wewe una muda gani ujaje hapa? Mimi nilikuwa nahitaji unisaidie kiasi kidogo cha pesa, nikampe yule baba mwenye nyumba ili mradi atoke pale mlangoni, mimi niendelee na maisha yangu. Kama swala ya kula tushazoeaga wenyewe. Yaani hapo baba mwenye nyumba ananidai kodi miezi miwili. Okay, fine dada. Sasa naomba nisikize kitu kimoja. Dada, mimi ninachokuomba kwa leo, wewe naomba uniache. Kia Mungu, ama kweli cha mtu mavi. Lakini dada, wewe unaona mazingira yangu kwanza uyakuta. Yaani mimi nakwambia toka jana nyumbani sijalala, baba mwenye nyumba yuko nyumbani mlangoni kutoka. Kila nikiwauliza watoto, jamani vipi huko? Bado yuko mlangoni. Leo unaniambia nikuvumilie ndani ya wiki moja. Nilijua kaka yangu tuliotoka tumbo moja utanipa msaada unisaidie. Kumbe na wewe ndo bora hata ningeenda kuomba nikakae Kariakoo nikawaomba tu. Hapana dadangu, usifanye hivyo. Wewe naomba niache leo. Nipe kama wiki moja hivi. Kwa kifupi mimi nilichokifuata sipati. Sasa utajuaje kama mimi ninayo au sina? Haya bwana, mimi naenda zangu. Wewe endelea na maisha yako. Endelea na maisha yako bwana. Najua mimi cha ndugu mtanda siku zote, yani cha mtu. Kwani hao watoto hawana baba? Siwezi kutegemea cha ndugu. Wewe kana maisha yako na mimi nitaendelea na maisha yangu. Sasa umekuja kunisimanga, umekuja kutaka soro, umekuja kutaka nini? Najua umeshindwa kunisaidia.